Mwokozi wako Yesu Kristo, mkombozi wako, mnakuwa kimoja na bwana yako harusi ambaye ni Yesu, na hivyo ndio unapata ufalme wa mbinguni. Na pia ningependa leo pia niendelee hiyo, ameguzia pale ambapo nitafundisha siku ya leo, Mathayo 6:25. Mathayo 6:25, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Nao ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa kalibuni, je, hata zidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Bwana Yesu na asifiwe. Yesu bado anaendelea kwa fundisho lake, wakati ambapo anafundisha akiwa kwa mlima. Na kwa fundisho hili alikuwa anajaribu kuonyesha watu kama 25. Anawaambia msisumbukie maisha haya ambayo tunaishi. Akaonyesha maisha ni zaidi ya chakula ambayo tunakula kila siku. Maisha ni zaidi ya mavazi ambayo tumevaa. Na kwa zile ambazo vitu ametaja, ukiangalia ni vitu impossible watu kukaa bila. Ni ngumu sana mtu kukaa bila chakula, na ni ngumu sana kutoka kwa nyumba yako haujavaa hata vazi hata moja. Lakini Yesu anaonyesha kuwa maisha ni zaidi ya haya. Swali ni je, maisha ama sababu ya maisha, sababu ya sisi kuwa mahali hapa ni gani? Biblia inasema ya kuwa katika Kumbukumbu la Torati 8:3 inasema mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. Biblia pia inafunza ya kuwa katika Yohana 1 ya kuwa mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa Mungu. Mungu ndiye neno. Neno inaendelea pia nasema katika verse 4, ndani ya neno kuna uzima. Neno aligeuka mwili. Kwa machache, Mungu alikuwa anaonyesha kuwa Yesu Kristo ndiye neno.
ndani ya Yesu Kristo ndiye uzima. Wakati mtu amemwamini Yesu ndani ya maisha yake, wakati mtu ameamini neno la Yesu Kristo na kukaa ndani ya neno la Yesu Kristo, mtu huyu amepokea uzima ndani ya maisha yake. Lakini hapo tumeangalia pande ya kiroho, wacha tukuje pande ya kimwili. Katika Yohana 8:51 inasema, kwa wale wote ambao wanalishika neno langu, Yesu asema, hao watu hawatawahi onja kifo. Kumaanisha kuwa kwa utiifu wa neno la Mungu, kwa kila utiifu wa neno la Yesu Kristo, ndio unapata ama unazidi kukua, roho yako inazidi kugrow, roho yako na uhusiano yako na Mungu inazidi kukua, inazidi kupanuka. Kwa kila utiifu wa neno la Mungu ndipo unazidi kukua, kunufaika rohoni mwako, ndipo unazidi kuwa karibu na Mungu, ndipo roho yako inazidi kupata afya. Na kwa sababu imetangulia kwa roho yako inaanza kunufaishwa, inaanza kuaffect mpaka mwili wako, inaanza kuaffect mpaka pande ya nje, kwa sababu ilianzia ndani. Na kwa sababu imeanzia ndani, itakuja ianze kuaffect mwili wako. Utapata sana kwa hii maisha ya kawaida, hata kama hauna kitu chochote, kama hauna vazi, kama hauna vitu ambavyo watu wanang'ang'ana kuzipata, utapata hata bila hiyo vitu uko na kile ambacho watu wengi hawana. Kama ni amani, uko nayo. Kama ni furaha, uko nayo. Uhusiano yako na Mungu iko very strong, na hiyo ndio cha muhimu kwa maisha ya binadamu, kwa sababu Yesu alionyesha kuwa binadamu anaweza ishi bila chakula. Alionyesha kuwa maisha ni zaidi ya chakula unayokula. Maisha hujaumbwa ukuje tu uzaliwe, ukuje uende shule, ufanikiwe, upate kazi, uzeeke alafu ukife. Hapana. Nilisema Mungu hakuumba binadamu akufe, bali aliumba binadamu aishi. Na wakati dhambi iliingia kwa maisha ya binadamu, ndio ilisababisha kifo, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo kwa utiifu wa neno la Mungu na kwa kutembea kwa neno la Mungu ni uzima kimwili na bado kiroho. Na kutotii neno la Mungu ni kifo cha milele, kifo cha kawaida na uharibifu wa roho yako na mwili wako. Adamu aliambiwa usikule ile tunda, wakati ambapo utalikuwa basi utakufa. Aliamua asilitii neno la Mungu, akaenda kinyume na neno la Mungu, akakosa kutii neno la Mungu. Matokeo ya kutotii ikawa kifo, na kile ambacho kilikufa ni nafsi yake, kwa sababu wakati alipokuwa bado aliishi miaka 900 lakini roho yake, nafsi yake ikajitenga na Mungu muumba wake na mtengenezaji wake. Katika Warumi 5:19 inasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa sababu ya kutotii, wengi waliingizwa kwa wenye dhambi, lakini kwa sababu ya kutii la Yesu Kristo, wengi waliingizwa kwa wenye haki. Kwa hivyo sote ambao hatujamjua Mungu wala kumwamini Yesu, bado tuko kwa hiyo lineage ya wenye dhambi, tuko kwa hiyo lineage ya wale ambao wako chini ya hukumu. Lakini kwa wale ambao wamwamini Yesu Kristo, kwa ajili ya kutii ama ya utiifu wa Yesu Kristo, tunatolewa kwa hiyo laini ya wenye dhambi, tunaletwa kwa laini ya yule ambaye alitii Yesu Kristo.
tunaletwa kwa laini ambao wale ambao ni wenye haki. Hatukui wenye haki kwa sababu ya matendo zetu au kwa sababu ya bidii yetu. Tunakuwa wenye haki kwa sababu mwenye haki ambaye ni Yesu amekuja ndani ya maisha yetu, na kwa sababu amekuja ndani ya maisha yetu, yeye ni mwenye haki, atatufundisha nasi tuwe wenye haki. Kwa hivyo si kwa nguvu zetu ama kwa bidii yetu ama tumeomba sana ama tumejitenga namna gani, ni kwa neema yake, ni zawadi yake. Ameamua kukuja ndani yako akunoe kwa haki yake. Biblia inasema ya kuwa panga unashape ama iron inanoa iron. Kwa hivyo wakati Yesu ambaye ni mwenye haki amekuja ndani ya maisha yako, anaanza kukunoa nawe uwe mwenye haki kama vile yeye ni mwenye haki. Kwa hivyo kwa utiifu wa mtu mmoja wengi walifanywa wenye haki. Kwa utiifu wa Yesu Kristo, kwa utiifu wa Yesu Kristo wengi walifanywa wenye haki. Kwa hivyo kwa maana wakati ambapo alikuja duniani akakuwa mtiifu mbele za Mungu, akanyenyekea, akajiweka chini. Kila neno la Mungu alikuwa analitimiza, akatimiza amri zote, akatimiza kila sheria ambalo lilikuwa kwa Agano la Kale kuonyesha utiifu wake. Lakini kwa kutotii kwa mtu mmoja ambaye alikuwa Adamu, wengi walifanywa wenye dhambi. Na kwa ajili ya upendo wa Mungu hakutaka binadamu akufe, hakutaka binadamu atingane naye milele, hakupanga binadamu akufe, alipanga binadamu aishi. Kwa hivyo ilimbidi atume mwana wake wa kipekee, ilibidi ashuke chini, hata kama hakufanya dhambi, achukue kifo chako, achukue adhabu ya dhambi zako kwa ajili ya upendo wake kwako. Nikasema na nitarudia tena na msichoke nikirudia ya kuwa ukiwahi shuku ya kuwa Mungu anakupenda, ukiwahi fika mahali ujiulize Mungu ananipenda, je, kuna nini? Kama utafika kwa hiyo point, angalia msalaba. Msalaba inaonyesha wazi upendo wa Mungu kwa binadamu. Kwa hivyo maisha ni zaidi ya chakula na zaidi ya mavazi. Maisha ni kutii neno la Mungu, kumfuata Mungu aliyekuumba, kumtumikia kwa nguvu zako zote, kwa nafsi yako yote, kumpenda Mungu kwa nguvu zako zote na bidii yako yote. Unang'ang'ana kila siku ya maisha yako. Hakuna kitu ambacho kimekuja katikati ya uhusiano wako na Mungu. Kama kuna dhambi ambayo unajua inajaribu kukutenganisha na Mungu, lilia Mungu, lilia Mungu aweze kukuondolea hiyo dhambi ndani ya maisha yako. Alilipia dhambi zako kwenye msalaba. Yeye ni mwaminifu, atakuondolea hiyo dhambi. Anatamani sana umwalike ndani ya maisha yako, anangoja sana umwete ndani ya maisha yako. Kwa hivyo usisite wala usiseki kuenda mbele za Mungu. Yeye ni baba yako aliye mbinguni, wewe ni mwana wake, alikupenda sana. Kwa hivyo shetani atakudanganya kuwa dhambi zako ni mingi, Mungu hawezi kusamehea, ulifanya hii jana, hiyo Mungu hawezi kubali. Lakini usisikize udanganyifu wa shetani. Mungu anakupenda na upendo usieleweka na akili ya binadamu. Mungu ako tayari kukusamehea na kukufanya kiume kipya. Ako tayari kukurekebisha pale ambapo ulikosea. Ako tayari kukuleta kwa laini ambayo inastahili. Anangoja wewe umwalike ndani ya maisha yako. Anangoja wewe umwete ndani ya maisha yako.